Mpenzi mtazamaji, niko hapa na mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Uzima upo? Kwa kweli Mungu ni mwema. Tunaendelea na ujumbe ambao pia mchungaji na nabii amekuwa akifundisha Mtume Kayengela kuhusiana na baraka ya wake wengi. Niko hapa na mchungaji na nimekuja na mstari kutoka kwenye Biblia. Nataka angalau nipate ufahamu, lakini pia mtazamaji aweze kupata ufahamu mwingine kutoka kwako mchungaji. Okay. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 2, Biblia inasema, lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Huu ni mstari ambao uko kwenye Biblia. Sasa kutokana pia na ujumbe ambao nabii Kayengela anaufundisha, wewe kama mchungaji ukisoma mstari kama huu tunauzungumziaje mstari kama huu? Okay, ninafurahi sana. Nimefurahi kwa nini? Kwa sababu ni moja ya mstari ambao wale ambao wamekuwa wakitetea mapokeo yao huwa wanapenda kutumia sana. Okay. Wanapenda kutumia kwa ajili tu ya kuhalalisha maslahi zao binafsi na kusema kwamba unaona Mkristo haruhusiwi kuongeza mke. Sasa kuna kitu leo nataka nikwambie. Unajua iko hivi. Unaposoma Biblia usiishie tu kusoma ukaelewa tu kilichoandikwa. Tamani sana kuelewa kilichomaanishwa kwenye kile unachokisoma. Sawa? Kwa sababu walio wengi akisoma kama hivyo anaishia tu kuelewa kilichoandikwa, kwamba imeandikwa hivi na hivi na hivi, lakini kilichomaanishwa haelewi, na hilo ndo tatizo. Labda nikwambie tu kwamba kwenye huo mstari anaposema kwamba kila mwanamume awe na mke wake mwenyewe na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe, nikwambie tu kwamba hapo hakusema uwe na mke mmoja. Hilo nadhani unaweza kubali. Hajasema hapo, amesema tu uwe na mke wako mwenyewe. Sasa iko hivi, kwa mfano labda wewe umeenda dukani, umenunua simu ya kwanza, ukanunua simu ya pili, ukawa na simu hizo mbili. Hizo ni simu zako mwenyewe, si ndio? Una simu zako mwenyewe, kwani lazima uwe na simu moja? Au niseme hivi, labda umetamani kununua simu, ukawa na simu moja, ukienda kuongeza simu ya pili, simu zote ni simu zako mwenyewe. Ndio ni sawa na hapo anaposema kwamba uwe na mke wako mwenyewe. Hakumaanisha kwamba mmoja, inamaanisha kwamba hata ukiwa na wawili, ukiwa na watatu, ukaongeza wanne, hao wote ni wake zako mwenyewe. Ni mbaya kwenda kuchukua mke wa mtu. Yaani kwa mfano, wewe hapo mtu wa Mungu ukaenda kuchukua mke wa mshirika mwenzako, yule sio mke wako, ni mke wa mwingine. Lakini ukiwa na wawili, wote ni wako mwenyewe, unawamiliki, huzuiliwi. Ndio maana nikasema unaposoma andiko lolote uelewe kile kilichomaanishwa, usiishie tu kuelewa kile kilichoandikwa. Sawa? Nadhani mpenzi mtazamaji, kuna kitu utakuwa umejifunza kutokea kwa mchungaji ambaye yuko chini ya nabii Kayengela. Bila shaka kuna wake zaidi ya mmoja, inaweza baraka. Ni baraka, lakini pia watazamaji wasije wakajisahau. Kuolewa kwenye ndoa ya wake wengi, kwa mfano mimi, kuolewa kwenye ndoa ya wake wengi ni raha sana. Amina. Mungu akubariki mpenzi mtazamaji.